mbalimbali ambao wamehamishwa kutoka idara moja ya kitaifa hadi idara nyingineyo. Vile vile pia leo ni siku ya walimu duniani. Je, wewe unamkumbuka mwalimu wako kivipi? Wenyewe mtaani siku hizo wanasema mwalimu wa math. Mwalimu wa math alisema utafika wapi? Je, wewe uko wapi sasa hivi baada ya kupitia mambo hayo ya walimu? Karibu sana. Tutakuwa tukizungumza nao pia wanahabari wetu ambao wako ange katika maeneo mbalimbali. Clement Masombo katika kaunti ya Nyeri, tutakuwa tunaungana naye pia tuweze kumsikia anasema yepi. Mimi naitwa Nyeri. Karibu siku hii ya 5 ya mwezi Oktoba mwaka 2023. Nataka tuanze na swala hilo zima ambalo linafungamana na hatua ya Rais William Ruto kuweza kulifanyia mageuzi baraza lake la mawaziri. Baadhi ya mawaziri wakihamishwa wizara mpya, akiwemo Waziri Moses Kuria ambaye amehamishwa hadi wizara ya utumishi wa umma kutoka biashara, Rebecca Miano akichukua nafasi yake kutoka wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Alfred Mutua akihamishwa kutoka wizara ya mambo ya kigeni hadi utalii kuchukua mahali pake Penina Malonza ambaye naye alichukua mahali pa Miano, naye Waziri Ali Swahome akihamishwa wizara ya ardhi kutoka ile ya maji, Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi akiongezewa wizara ya mambo ya kigeni. Kwa hisia kutokana na mabadiliko hayo, tuungane na mwanahabari wetu Clement Masombo kupata maoni wakazi wa Nyeri. Habari za leo Clement? Njema sana Nyeri. Ni kweli kwamba siku moja tu baada ya Rais William Ruto kutangaza mageuzi kwenye baraza lake la mawaziri, Wakenya wameendelea kutoa hisia mseto. Wengi wanaunga mkono mageuzi hayo, wengine wakikosoa huo uamuzi wa Rais William Ruto kufanya mageuzi kwenye baraza lake la mawaziri. Lakini kwa sasa nitakuwa nikizungumza na baadhi ya wakazi wa hapa mjini Nyeri kupata tu kauli zao. Wao wanahisi vipi kufuatia hayo mageuzi ambayo yalitangazwa usiku wa jana hapo na Rais William Ruto. Tuanze na wewe ndugu, karibia hapa. Utueleze jina lako nani na unachukuliaje hayo mageuzi ambayo yalitangazwa jana na Rais William Ruto kwenye baraza la mawaziri? Nianza kwa majina, naitwa Madhenge na mimi ni mwanabiashara hapa Nyeri. Mimi kwangu naweza unga hiyo mabadiliko ilifanywa na rais. Juu sana hata ukienda kwa shule kuna mtu ajui subject yenye atafanya, atajua atawezana nayo, na baadaye unaona mtu anachukua kama tukiwa shule secondary kuna walikuwa wanachagua chemistry wengine hivyo, so bila kujua ni gani. Saa tunaona rais amefanya vizuri, kunao wanaona wamefit. Alikuwa anafikiria watafanya kazi mzuri lakini baadaye wakaanza kulegeza hivi. So mabadiliko yenye amefanya, mimi namuunga mkono 100% kwa nyuma yake. Tunaona kama atafanya hiyo yote ili mwananchi asaidike, na William Samoei Ruto ako chini, yani ili sisi tusaidike. So hata akibadilisha awapeleke wengine wafute kazi, sisi tuko sawa. Tunajua serikali iko imara na anafanya hii kwa niaba ya wajiko mwenyewe, so tuko sawa. Na hata hiyo mimi upende Moses Kuria sana, lakini venye ako he is demoted ni sawa juu hiyo kazi na ile mali amepeleka wafanya kazi vizuri. Mimi niko sawa. Haya, shukrani sana. Wacha tuzungumze na wewe, tueleze jina lako nani na hisia zako zipi kuhusiana na hayo mabadiliko, mageuzi kwenye baraza la mawaziri? Kwa majina mimi naitwa Washira, mimi mfanya biashara hapa Nyeri. Vile nimeona serikali ni kama serikali inatuchezea. Hao watu hakuna haja wabadilishwe, wameshindwa na kazi. Kama mtu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Sio mambo ya kuchukua kofia hii unabadilisha hiyo mtu mwingine. Tunaona kama vile polisi walifanywa, wanabadilishwa uniform. Na ni wale tu polisi wao wenyewe. Kwa hivyo kama mtu ni ameshindwa na kazi aende nyumbani. Watu Kenya tuko milioni 40 na kitu, na watu wengi wanaweza fanya kazi. Kama mtu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Hakuna mambo ya ati utolewe kwa hiyo ofisi upeleke kwa hiyo ofisi. Vile ulikuwa unafanya kwa hiyo ofisi ndio utaenda kufanya hiyo ofisi. Kwa hivyo sioni kama hapo serikali itufanyia vizuri. Sikuona hata mtu mmoja ameashishwa kazi hata ameshindwa na kufanya kazi. Tunaona hii serikali haitufanyii kazi. Kila mwananchi anakaa kilia. Sisi wajiko tunakaa tukilia. Watuletee watu watatufanyia kazi. Badala ya kubadilisha kila saa wanabadilisha huyu wanaweka huyu mwingine. Hiyo sikuona kama Wakenya tumesaidika hata kidogo. Sawa, shukrani. Karibia hapa mzee, utueleze jina lako nani na unahisi vipi kuhusiana na hayo mageuzi ambayo yalifanyika kwenye baraza la mawaziri? Mimi ni mkaji wa Nyeri katika Nyeri mzee. Lakini mimi nasema hiyo mabadilisho haifai, sababu ni kuoneshana kama wale walishindwa na kazi hata wengine wakija watafaulu kwa hiyo kazi. Kwa hivyo wangekubaliwa wafanya hii nusu ya mwaka ingine ndio tuone. Ukiwa unabadilisha saa yote mtu, hakuna kazi itaendelea mbele.
sababu ule mwingine atakuja atasema nitatimuliwa, atanemea kufanya kazi. Na ningesema katika kaunti ya Nyeri tuko na shida moja na serikali hajajua. Pale tunakaa Nyeri hakuna pale ya kuzika watu katika Nyeri, tuko na shida. Kwa hivyo tuangalie mambo, tutafutiwe kaburi mzuri ya kuzika wananchi, sababu watu wanazikwa wanafufuliwa, mwingine anawekwa. Tuangalie sana hiyo mambo. Haya, sawa, hayo tutaangazia baadaye. Tuzungumze na wewe, tueleze jina lako nani na unahisi vipi kufuatia ile hatua ya rais ya kufanya mageuzi kwenye baraza la mawaziri hapo jana? Naam, kwa majina naitwa Martin Wambogo, mimi ni mkaaji wa Nyeri mjini. Mimi naunga mkono venye rais alifanya jana, amefanya hiyo mabadiliko na tunamshukuru. Tukiona kama Moses Kuria, kama mwenzangu venye alikuwa amesema, Moses Kuria ni mtoto wetu na kazi ni mchapa kazi, isipokuwa kwamba yeye huwa anarukarukia maneno sana. Hiyo kuwekwa chini kidogo si mbaya, at least ajue ya kwamba serikali inafanya kazi. Wenye wamepatiwa kazi kama Musalia Mudavadi, hakuna kazi ilikuwa nayo kubwa, lakini wakati wamepatiwa mambo na foreign wanaenda kututetea huko nje, tunaona kama hiyo mambo ni mzuri. Kwa hivyo nikataka kushukuru rais, niseme amefanya kazi mzuri, na venye nimekuwa nikisema ya kwamba hii serikali igali ni changa, tuwapatie muda. Rais ako na hiyo uwerevu ya kujua kwa nini alifanya hiyo. Kwa hivyo tumpatie nafasi, yeye afanye mabadilisho venye anaonelea ni vizuri, Kenya isonge mbele. La pili, ningetaka kumshukuru juu Kenya kama hii Nyeri County tumeona amechukua mtoto wetu mmoja anaitwa economist Peter Munyiri, amekuwa ambassador sijui kule kunaitwa Delhi, India. Hiyo ni kitu ya maana sana. Tuko na vijana wengi sana huku, tuko na kina Stanley Gashero Wafande, tuko na kina Ngonjiri wote. Haya, sawa. Shukrani sana. Bila shaka Nyeri, umesikia tu hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi wa mji huu wa Nyeri, kaunti ya Nyeri, wengine wakiunga mkono na wengine bila shaka wakikosoa hayo mageuzi ambayo rais alitangaza hapo jana. Lakini Nyeri pia ikiwa siku ya kusherehekea walimu duniani, sitaacha iende bila kumtakia